Bwana asifiwe. Leo kuna mtu nataka kuongelesha. Kuna mtu nataka kumtia nguvu. Kuna mtu nataka kumuhimiza kabisa. Kuna wakati unapitia shida, matatizo, mahangaiko, mateso. Mpaka inafika ni mahali unataka kukata tamaa ya maisha. Unakumbuka kuna Mungu ambaye anaokoa. Na kweli wakati unapomwendea unaona anakuokoa. Mpendo, nataka kuongea na wewe. Unaona mimi huyu nimepitia mambo mengi sana mazito ya ndoa na mengi na mateso. Lakini wacha nikuambie, mimi sikumwacha Mungu. Nilimshikilia Mungu. Mpendo, nataka kuambia kwamba unaweza fikiria Mungu amekuacha. Unaweza fikiria uko peke yako. Lakini wakati wowote unapomuita Mungu huwa anasikia. Kumbe Mungu alikuwa anasikia. Kuna wakati nilikuwa namlilia Mungu, nalalamikia Mungu kila wakati juu ya watoto wangu. Kwa sababu nilikuwa nashindwa fanyaje na hao watoto. Unajua Mungu hujibu. Mungu alinijibu kwa ndoto, akaniambia, nimesikia kilio chako. Na sasa kwa ajili umekuwa ukilia sana kuhusu hao watoto, nitakuondolea. Hutawahi waona tena. Kama ni wewe mpendo, utafanyaje? Uondolewe watoto wako. Ilibidi nirudi kwa magoti kuambia Mungu sorry. Kwa akili yangu na kuona kwangu nilikuwa naona ni mzigo kwangu. Lakini Mungu mwenyewe alinipea hao watoto kama baraka. Na mimi nilikuwa naishi kumtetesha kila wakati. So ilibidi nirudi kwa magoti kuambia Mungu sorry. Nikamwomba msamaha na akaniitika. Shida hazikuisha, ziliongezeka tu bado. Lakini nilijipea moyo nikimwomba Mungu kila wakati. Na akanijibu. Nakumbuka siku moja tukiwa katika mkutano ya wa English, nilikuwa nyumbani. Mtumishi wa Mungu akasimama akasema, watu wasonge huku mbele, wenye wako na mahitaji, wenye wanataka kuombewa wasonge huku mbele, tuombe pamoja. Unajua nini mpendwa? Nilikuwa namjua Mungu, lakini nilikuwaga na uchungu ndani ya moyo wangu. So nilikuwa mmoja wa kwenda pale mbele. Nilipoenda hapo mbele, unajua ni nini nilikuwa naenda kuambia Mungu? Nilikuwa naenda kuambia Mungu, mimi mambo na ndoa hapana. Atoe kabisa. Kusikue na mtoto wa mtu ambaye atakayenipenda mimi. Nikaivu. Lakini Mungu anamulika mpaka ndani ya moyo. Nikienda pale mbele, mtumishi wa Mungu akaniambia, wewe dada Josephine, simama hapo. Na nilikuwa tayari nimepiga magoti. Simama hapo. Katikati ya watu wote kanisa mzima, mimi ndio nilisimamishwa. Na nikaambiwa rudi nyuma. Hatuombi. Hilo lenye unataka Mungu akutendee, hatuombi kwalo. Mpendwa, nililia cause Mungu alinimulika. Na after kuomba na kuombea wengine,
niliitwa na mtumishi. Just imagine, aliniambia the truth. Kwa nini unataka hivi? Mungu ana mpango mwema juu yako. Wewe utaolewa na utaolewa vizuri, utakaa maisha mazuri sana. Hiyo roho ambayo unataka kukata na uamuzi ambao unataka kuchukua sio mzuri. Nililia na tukarudi tukaomba pamoja. Mungu hujibu maombi. Hata kama bado, lakini ninajua Mungu anajibu maombi. Swali langu ni je, wakati wowote unapohisi umeachwa, unapohisi umefika mwisho, jua Mungu ako pamoja nawe na huwa anajibu. So, nimekuwa nikimwomba Mungu na Mungu akanijibu. Mungu ni wa baraka na anakuja kwa wakati wake. Mungu akaniitika. So, ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa nimefanya fasting kwa maombi. Mungu akanitendea jambo ambayo ilifanya mimi nikafurahi. Akanipigania. Akanifanyia jambo ambayo mimi hakika ilifanya nifurahi moyo wangu. Katika ile furaha, nikaanza kuomba tena. Nikaanza kusema, mimi nataka tu nikutumikie wewe pekee. Nikiwa katikati ya maombi nikisema, Mungu nataka nikutumikie katika maisha yangu. Unitenge tu mimi kama mtumishi wako nikutumikie. Unajua nini ilikuja katika maombi yangu? Alinikumbusha, na hiyo ni kitu ya miaka. Alinikumbusha, na usiniombe ati utaolewa. Mwanangu, utaolewa. Katika maombi nikacheka. By the way nilicheka. Nikasema, hii si kitu nilikuwa. Kwa hivyo Mungu alikuwa anajua ninaongea kwa ajili ya nini. Maana mambo mengine Mungu anaweza kutendea katika maisha yakawa furaha kabisa. Ukaamua tu ni wewe na yeye. Lakini kwa ajili anakuwazia mema. Maana neno linasema Bwana anajua anayotuwazia, wala sio mabaya, mbali ni ya kutupa tumaini. Anakuwazia mema. Na kwa ajili anatujua mpaka anachunguza mpaka na akili zetu na mioyo yetu, atakujibu tu. So, ndugu yangu, dada yangu, kila uombacho Mungu anasikia. Be patient. Mpaka the right time ifike. Mungu hujibu maombi. Usikate tamaa na usione wewe ndio umeisha. Hapana. Mungu hujibu na atakujibu na atakuja kwa right time. Barikiweni sana. Nawapenda.